unasoma Biblia kujifunza kwamba Mungu amefanya nini kupitia Kristo, roho yako inafananaje. Ukishajua roho yako inavyofanana, maana yake ni kwamba ukikubaliana katika moyo wako, ukilipokea hilo neno katika moyo wako, basi hilo ambalo ni halisi katika roho yako linakuwa halisi katika mwili wako ama katika damu na nyama. Ndani ya nafsi yako kuna vitu vitatu: kuna maamuzi, kuna akili yako na kuna hisia zako. Hivi vyote viko katika nafsi yako, lakini vinatenda kazi kupitia moyo wako. Tunakwenda sawa sawa rafiki? Kwa hiyo utakapofanya maamuzi kwa kukubaliana na roho yako, tunasema wewe ni mtu wa rohoni. Nafsi yako itakapofanya maamuzi kwa kukubaliana na mwili wako, tunasema wewe ni mtu wa mwilini. Na Biblia imekuwa ikituagiza na kutuasa tuenende katika roho na wala sio kuenenda katika mwili, na haya maamuzi yanafanyika moyoni. Kosa kubwa ambalo Wakristo wanalifanya ni kutia imani katika imani yao badala ya kutia imani katika uaminifu wa Mungu. Ngoja niseme hivi kwa lugha nyingine, wanakuwa wana ujasiri katika imani yao badala ya kuwa na ujasiri katika uaminifu wa Mungu. Napofanya maombi kwa mfano, ujasiri wangu hauko katika umahiri wangu wa kuomba, wala ujasiri wangu haupo katika umahiri wangu wa kunukuu maandiko, wala ujasiri wangu hauko katika umahiri wangu ama katika imani yangu ama uwezo wangu wa kuamini. Ujasiri wangu uko katika uaminifu wa Mungu, kwamba namjua huyu Mungu kwamba ni mwaminifu mno. Kwa hata katika kuomba kwangu nikishindwa kukidhi vigezo vyake, kwa kuwa yeye ni mwaminifu, nikiingia kwenye kutokuamini, kwa kuwa yeye ni mwaminifu, bado atanitendea wema. Kwa hiyo kinachonipa garantii kwamba atanitendea wema ni uaminifu wake. Ndio maana kama unakumbuka kwenye mlango wa 2 mstari wa 4 tumeona kwamba Mungu anatumia wema kuwavuta watu wapate kutubu. Kwa hiyo sitarajii wakati wote na mahali popote kwamba kutokuamini kwangu kutaleta itilafu katika uaminifu wa Mungu, kwamba kutokuamini kwangu kutaathiri uaminifu wa Mungu na hivyo kumzuia Mungu asitende katika maisha yangu. No, maana yake ni yeye ni mwaminifu. Anasema kutokuamini kwangu hakubatilishi uaminifu wake. Tukisema mwaminifu maana yake ni kwamba huyu mtu siku zote anatekeleza kile ambacho amesema atafanya, anafanya kile ambacho ameahidi atafanya. Sasa unasema, lakini mbona mimi na maeneo mengine simuone Mungu akitokeza akifanya? Ni kwa sababu ulivyofundishwa, umeaminishwa. Muhimu sana, umeaminishwa kwamba usipoamini Mungu hafanyi. Umeaminishwa usipokuwa na imani Mungu hafanyi. Ndicho ambacho umeaminishwa, na kwa kuwa umeamua kuamini hivyo, maana yake sasa huko kuamini huko kuna athiri uwezo wako wa kupokea kutoka kwa Mungu. Hakuathiri uwezo wa Mungu kutoa, kuna athiri uwezo wako wa wewe kupokea. Yakobo anaeleza ili kusema, Yakobo mlango wa kwanza ukaanza mstari wa 5 mpaka wa 8, anaeleza vizuri sana. Anasema ukiwa na njia mbili, ukiwa na shaka, maana yake ni kwamba itasababisha ushindwe kupokea kutoka kwa Mungu.